Tena katika Morning Trumpet, ikiwa bado tunaendelea na mada ya siku ya leo. Mavuno, manake hapa ndio kitu muhimu zaidi. Mtu anapofuga wale samaki kwa kanuni zote zilizoainishwa, anatarajia kuvuna mara ngapi kwa mwaka? Mara nyingi tunatarajia atavuna mara 2 kwa mwaka. Baada ya kila takriban miezi 6. Miezi 6 ya. Mara 2 kwa mwaka. Hii ni kufatana na tafiti ambazo mmefanya katika na imani kabisa mnazo station zenu ambapo ndio zinakuwa kama demonstration ponds za mabwawa ya majaribio. Hiyo ndio inaonyesha kwamba mara 2 kwa mwaka ni kitu cha kawaida. Katika ufugaji samaki tunamshauri mfugaji asifuge samaki kwa muda mrefu sana, kwamba anapofuga kwa muda mrefu kwamba gharama za uendeshaji zinakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo tunamshauri kwamba kwa kipindi cha miezi 6, 4 mpaka 6, basi mfugaji aweze kuvuna, na mara tu samaki wake wanapofika kati ya gramu 200 mpaka 500, kwa hiyo pale ni vema akavuna ile samaki akauza. Na kwa kipindi hicho miezi 6 tunategemea kwamba uzito wa samaki ndipo utakapokaribia kati ya gramu 200 mpaka 500, kwa sababu kwamba samaki anakula kufuatana na uzito. Jinsi anapoongezeka uzito ndipo chakula kinazidi kuongezeka. Na kwenye ufugaji samaki gharama kubwa sana ziko kwenye chakula. Kwenye miundombinu huwa ni gharama za muda mfupi, kwamba zenyewe itachukua hela nyingi kwa muda mfupi, lakini gharama kubwa za uendeshaji ziko kwenye chakula. Kwa hiyo karibu 60% ya gharama za uendeshaji huwa ni chakula. Kwa hiyo tunamshauri kwamba kipindi cha miezi 6 kinatosha kabisa kwa mfugaji akavuna na akauza samaki. Sisi tumezoea kula samaki tu bila ya kutathmini ukubwa, yani uzito kufuatana na ukubwa wake. Samaki mwenye gramu kama 500 ana ukubwa gani? Itakuwa ni sato ambaye mtu mmoja anaweza kumla. Samaki wa gramu 500 unaweza mkala watu 3 kwa wakati mmoja. Wakati mmoja ni samaki mkubwa. Ukienda kwenye mahoteli, kwamba wateja wengi wa mahoteli wanapenda sato mwenye gramu 200, 250. Na soko kubwa liko kwenye mahoteli. Kwa sababu mteja anataka apate ile samaki akiwa mzima kuanzia mkia mpaka kichwa. Ndio. Ambayo hii ndio kiwango kizuri cha kuvuna. Okay. Ambakise. Naam. Tupe ushauri wako kabla tujapata maoni kutoka kwa watazamaji wetu. Tarakimu ambapo mna project kwa miaka tuseme kwa mfano mingine 5, mnatarajia Tanzania tuwe tumefika wapi katika ufugaji wa samaki? Sisi tungependa kwamba ndani ya miaka 5 mpaka 10 ijayo basi walau robo ya Tanzania wao wanafuga samaki. Huko kwa wenzetu nchi zilizo za mfano Thailand zinafuga samaki karibia kila Thailand anafuga samaki. Kwa sababu sasa hivi teknolojia yani katika eneo lake. Na sasa hivi samaki unaweza kumfuga hata sebuleni kwako. Kwa sababu kuna mpaka matenki ambayo yametengenezwa, unaweza kaliweka ndani ya sebule yako ukamfuga samaki na akakua. Wewe unaweza ukatengeneza aquarium kubwa zaidi ukamfuga samaki mle ndani. Kwa hiyo kama unafuga kwa ajili ya matumizi ya kawaida, unaweza kufuga hata nyumbani kwako, hata katikati ya mji pale Posta unaweza kufuga samaki. Kwa wenzetu ukienda kwenye magorofa mengi marefu, ukifika juu kabisa unakuta kule kuna bwawa la samaki limekaa. Sasa sisi tunachoangalia ni kwamba tunafanya uelimishaji wa jamii, kuona kwamba wananchi wengi zaidi wanajishughulisha na hizo shughuli, na tunatumaini kwamba ndani ya miaka 5 10 basi itaongezeka sana, itakwenda mpaka 25%. Kuandaa bwawa moja na kama hiyo square meters 300 lilozungumzia, unaweza chukua kama kiasi gani cha fedha? Yani katika kuchimba lile shimo mpaka kuliandaa, kuna special treatment ambayo inabidi ifanywe katika shimo lenyewe kabla ya kuanza shughuli za ufugaji?
Ya gharama la bwawa inategemeana kwamba hili bwawa unajengwa kutumia material gani, kwa sababu mabwawa kuna ya aina mbili, kuna yale ya udongo na ya simenti. Kwa mabwawa ya udongo huwa ni gharama yake ni ndogo sana. Kwa bwawa square mita 300 linaweza likagharimu almost kama milioni 2.5 na square mita 300. Na bwawa ambalo tutatumia kwa simenti, kwa ile bwawa la square mita 300 inaweza kutumia karibu milioni 4.5 ambao ile itajengwa kutumia simenti. Uzuri wa kutumia simenti ambayo ndio ghali zaidi unakuja wapi? Kwamba maji hayanyonywi na udongo, au sababu tunaangalia kwamba huo udongo unafaa kwa simenti au unafaa kwa udongo. Kwamba kitu cha kwanza tunaangalia aina ya udongo ambao utakaojenga bwawa lako. Kama eneo lako litakuwa na udongo wenye asili ya mchanga na mfinyanzi, 70% mfinyanzi 30% mchanga, basi tutakushauri eneo hilo ni bora ukajenga bwawa la udongo, kwa sababu maji yanaweza yakatunzwa, hayawezi kupotea kwa njia ya kunywea. Na mabwawa ya udongo ni mazuri zaidi kuliko mabwawa ya simenti. Sasa iwapo kwamba mtu ana nia ya kufuga samaki, lakini yale maeneo aliyopo ni sehemu ya kichanga ambapo maji hayawezi kutunzwa, basi tutamshauri kwamba ajenge kwa kutumia simenti. Sawa sawa.